bali ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya Kristo ama ndani ya Wakristo. Umoja huu hauji kwa nguvu za kibinadamu, bali ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya Kristo. Umoja huu ambao tunajifunza leo, asili yake ama chimbuko la umoja huu ni kutoka kwa Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Na umoja huu sio wa kibinadamu. Maana yake wanadamu wanaweza kuwa na umoja, lakini umoja huo unaweza kushangaa unafika sehemu na haribika na unavunjika na huwezi kuendelea tena. Lakini umoja huu wa kweli, umoja wa Kristo ambao unatoka Roho Mtakatifu, ni umoja ambao hauna mtu, hauna shetani anayeweza kuupindua na kuleta uharibifu katikati yake na hasa ukapotelea mbali. Ni umoja ambao unatoka Roho Mtakatifu, na wote walio na Roho Mtakatifu unawaunganisha na unawashikamanisha na wanaelewana, kama lugha ni moja, kama nia ni moja, na safari moja ya kwenda mbinguni. Mungu atusaidie sana. Umoja huu unatoka kwa Mungu peke yake, na umoja huu unafananishwa na viungo vya mwili. Hebu tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 12 hadi wa 13. Nasema Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 12 hadi 13. Ndio. Biblia inasema, maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na vivyo hivyo na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi. Nitarudia. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Amen. Amen. Umoja huu unafananishwa na mwili. Mwili una viungo vingi, na mwili huo unaitwa mwili mmoja. Viungo vyote vikusanyika unakuwa mwili mmoja. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo mmoja ni wa muhimu sana katikati ya kanisa la Mungu, katikati ya maisha ya watakatifu wa Bwana ambao wameitwa na Mungu. Na umoja huu ukiwepo, ushindi ni mkubwa. Ushindi ni nini? Waswahili wanasema moja ni nini? Moja ni nguvu, na utengano Mungu amsaidie sana. Kwa hiyo umoja, hata kwa kawaida tu, kwa mtazamo wa kawaida wa kibinadamu, bado kuna matokeo makubwa. Na kanisa likiwa na umoja, matokeo ni makubwa zaidi, kwa sababu Mungu anakuwa katikati yetu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo asili ya umoja huu wa kweli ni automatically ni kutoka katika Roho Mtakatifu. Hebu tuone faida chache hapa za umoja huu ambao tunajifunza. Nini matokeo, nini faida ya kuwa na umoja huu ambao Kristo aliomba tuwe nao?
Moja, Mungu hushusha baraka. Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi wa 3. Mungu hushusha baraka, huachilia baraka palipo na umoja. Nasema Zaburi 133 binasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa moja. Endelea hadi mstari wa 3. Ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Hermoni ushukao mlimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, na uzima hata milele. Amen. Amen. Bwana anaachilia, anaamuru baraka katika umoja wa milele. Umoja wa Kristo, faida yake ya kwanza, Mungu huamuru baraka. Kwa hiyo tukiwa na umoja na ushirika wa kweli, bila visasi, bila machukizano, bila matengano, Bwana anaamuru baraka. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Hata familia ikiwa na umoja, Bwana anaamuru nini? Baraka. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wetu anataka tuwe na umoja. Umoja katika majukumu mbalimbali yaliyomo ndani ya ufalme wa Mungu. Umoja katika huduma na vipawa mbalimbali ambavyo watu wa Mungu Bwana amewapatia. Mungu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Mtu mmoja anasikia kuhubiri Injili, tukisikia anatushirikisha jambo hili, wajibu wetu na jukumu letu ni kumuunga mkono, ni kumwombea na kumtia moyo kwamba songa mbele. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Maana yake tukishikamana kwa namna hiyo, Mungu anaachilia baraka kwa namna ya ajabu na ya pekee ambayo mimi na wewe tunaweza tusione sasa, lakini kama tukitekeleza na kubeba majukumu kwa pamoja, maana yake tutaona matokeo. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo mipango ya kanisa, mipango ya idara na majukumu mbalimbali ambayo tunashirikiana nayo ama tunashirikiana kwa pamoja, tukiyabeba pamoja, matokeo Mungu atatukuzwa, lakini pia ufaulu wa mambo haya utakuwa mkubwa. Kuna mtu haelewi nini kinaendelea, si ndio? Mungu atusaidie sana. Lakini baraka nyingine